Wahariri wanne waliokamatwa jana jioni wameachiliwa asubuhi ya leo. From the perusal of the OB, it seems that they are likely going to be charged with the publication of false information. We are yet to know the particulars on why these charges do exist. Viongozi wa ODM wataka uchunguzi wa kina kufanyika kutambua kiini cha mauaji ya aliyekuwa mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were. Kama unafikiri unaweza maliza ODM kwa kuua Ong'ondo Were, umeenda kwa barabara mbaya. We will not take it lying down. It will not happen. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Watu wawili wauawa Baringo na wengine 8 kujeruhiwa. Pande zaidi ya 60 kutoka pande ile nyingine mwendo wa saa 7 na dakika 20 walivamia wafugaji katika sehemu ya Chemoya na Yatia. Na wabunge watetea mgao wa NG-CDF wakisema umesaidia familia zisizojiweza. Ikiondolewa hao wanafunzi wangu 5419 nitawafanyaje? We wanted to be anchored in the constitution because it has been used as an item for campaigns. Karibu mara tena. Jina langu ni Frederick Mpua, tunayemfasiri kwenye lugha ya ishara na ambaye ni Priscilla Mwangi. Kumbuka ya kwamba unatupata mbashara kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook @Undugu TV Kenya. Pia ukilonga nasi kupitia nambari ya simu 0782705705 tuarifu unafuatilia taarifa hizi za Undugu Matukio mwendo wa saa 2 ukiwa maeneo gani nchini. Tuanze na taarifa ifuatayo. Wahariri wanne waliokamatwa jana usiku akiwemo Nicholas Gishuki, Brian Andaga, Denver Karibuyu na Chris Wamai wameachiliwa hii leo baada ya kuzuiliwa katika vituo vya polisi vya Pangani na Muthaiga. Wakili wa LSK Ian Motiso akisema aliarifiwa kuwa wanne hao walishtakiwa na kosa la kuchapisha taarifa ambazo si za kweli. Haya yanajia huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari, huku serikali ikishauriwa kuheshimu uhuru wa wanahabari. James Mwangi anaarifu zaidi. Baada ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa wahariri wanne hapo jana, wahariri hao wameachiliwa hii leo asubuhi, ikibainika kuwa wanne hao walishtakiwa na kosa la kuchapisha taarifa ambazo si za kweli. The courtesy of the media houses and other advocates and also some friends from the law enforcement were able to give me further information as far as the reasons why these individuals had been taken. And from the perusal of the OB, it seems that they are likely going to be charged with the publication of false information. We are yet to know the particulars on why these charges do exist. Kulingana na wakili Ian Motiso, kukamatwa kwa wanne hao hakukufanywa kulingana na sheria, akiongeza kuwa hawakupewa nafasi ya kuwakilishwa na wakili yeyote kabla ya kukamatwa. It was a very concerning because as from my knowledge, I did not get to even have a miscellaneous quite a copy of the application on why their gadgets and why their offices were raided and why their equipments had been taken. That is something that I'll be following up with the DCI. We cannot be in a society whereby the police act unjustifiably without following due process, and also the fact that they had been taken and their statements had been taken without any advocates present. That's the abuse of their own rights in that respect. Wakili Motiso akidokeza kuwa wataendelea kufuatilia kesi hiyo, huku akikosoa idara ya polisi kutokana na kukamatwa kwa wanne hao kinyume na sheria. I'm strongly going to follow up come Monday. Ideally, for items such as cameras, hard disk, internal hard drives, the DCI know very well they're supposed to make a miscellaneous application in court. They go get a court order and they confiscate all those mobile phones and things like that. Up to now, I've not seen a copy of this particular court order or the miscellaneous application. So therefore, for me, the fact that they have obtained those particular gadgets, that has been illegally, and in any case, they intend to
use them in court, I'll actually have them struck off the record for that purpose. Guys who came through, for sure, definitely friends came through, relatives came through, and pretty much everyone who was concerned, all the WhatsApp groups that shared our arrest. Yeah, I want to just say thank you for that. Huku haya yakijia, ulimwengu umeadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari leo hii. Wadau mbalimbali wakikashifu vikali kukamatwa kwa wahariri hao, wakitaka serikali kuheshimu uhuru wa wanahabari. James Mwangi, Undugu TV. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesikitika kutokana na jinsi wanahabari wanavyoendelea kuuawa katika mataifa mbalimbali, akidokezea kuwa lazima kila mwanahabari apewe nafasi ya kuendeleza kazi yake, ikitazamiwa kuwa wengi wao wamekuwa wakidhulumiwa. Haya yanajia wakati ambao ulimwengu umeadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari ulimwenguni. Journalists everywhere must be able to report freely and without fear or favor. When journalists are unable to work, we all lose. Tragically, this is becoming more difficult every year and more dangerous. Journalists face attacks, detention, censorship, intimidation, violence, and even death simply for doing their jobs. We are seeing a sharp rise in the number of journalists killed in conflict areas, particularly in Gaza. And now, as this year's theme reminds us, press freedom faces an unprecedented threat. Artificial intelligence can support freedom of expression or stifle it. Biased algorithms, outright lies, and hate speech are landmines on the information superhighway. Accurate, verifiable, fact-based information is the best tool to defuse them. The Global Digital Compact adopted last year includes concrete steps to strengthen international cooperation to promote information integrity, tolerance and respect in the digital space. AI must be shaped in a way that is consistent with human rights and puts facts first. And the Global Principles for Information Integrity I launched last year are supporting and informing this work as we push for a more humane information ecosystem. On this World Press Freedom Day, let's commit to make this a reality and safeguard press freedom and the press everywhere. Viongozi wa ODM wakiongozwa na Gavana Wanga Junet Mohamed na Seneta Moses Kajwang wameshinikiza uchunguzi kufanyika kuwafahamu waliomuua mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo na ni kwa nini walifanya hivyo. Viongozi hao wakisema kuwa tukio hilo limechangiwa kisiasa, ila hawatakubali mauaji ya kiholela kufanyika nchini. Aidha wamedokezea kuwa watalinda ODM juu chini na kuhakikisha kazi ya mbunge huyo itaendelea. If leaders who are protected by police and pistols and bullets cannot be safe in this country, what about the ordinary citizen who does not have the benefit of a bodyguard, who does not have the benefit of a pistol, who does not have the benefit of a bullet? This matter must be resolved. And this is a matter that is at the heart of our relationship, political relationship. Watu wanasema ati mwanasiasa akikufa ndio tunapiga kelele. Sio mwanasiasa, binadamu yoyote akikufa tutapiga kelele. Na huyu sio binadamu ya kawaida. Huyu ni kiongozi ambaye amechaguliwa na watu. Na anauliwa tu kama kuku hapo kando ya barabara. We are not going to take this one lying down. We will not accept. Hatutakubali hii kabisa. I am telling them we want to know kwa nini Ong'ondo Were aliuliwa. Tunajua Ong'ondo Were aliuliwa kwa sababu ya siasa. Hiyo tunajua. Hiyo sio siri. Chama chetu ni OD. Kama unafikiri unaweza maliza ODM kwa kuua Ong'ondo Were, umeenda kwa barabara mbaya. I want the IG of police to tell us, when Were reported all these issues, what did he do about it? 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 We will not take it lying down. It will not happen. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Were had his people.
The way Were was killed is like a chicken. He was humiliated. This is an ODM zone. Na hatutaki madharau. And you can see we are quiet. Unaweza ona simba nyeshewa ukadhani ni paka. Hakuna paka hapa. Hakuna. And the next time I see what I saw at the funeral of Koyo, where my party leader is seated and some people have come there shouting UDA, we will not agree. We will not accept. It will not happen. Watu wawili wameuawa na wengine 6 kujeruhiwa katika eneo la Chemoia na Yatia kaunti ya Baringo. Inaaminika kuwa majangili zaidi ya 50 walivamia vijiji hivyo na kuwavamia wafugaji ambao walikuwa wanaendelea kuwafuga mifugo wao. Sasa wakazi wa eneo hilo wanataka kuondolewa kwa maafisa wa polisi kutoka eneo hilo, akiwemo County Commissioner wa Baringo, na kupewa wengine wapya. Leo pande zaidi ya 60 kutoka pande ile nyingine, mwendo wa saa 7 na dakika 20 walivamia wafugaji katika sehemu ya Chemoia na Yatia, ambayo walikuwa wamerudi kwao kwa sababu amani ilikuwa imepatikana na kuweza kufungua shule ya Chemoia na kufungua shule ya Yatia. Leo ile juhudi Mheshimiwa Rais alifanya pamoja na Kindiki imerudishwa nyuma kwa sababu ya uchochezi ya waziri ya Interior ambaye angetakikana kuleta usalama. Kuongea hii county commissioner yetu hapa na security team yote ya Baringo watolewe wote waende kabisa, hawafanye kazi yoyote hata kidogo. Hii ni watu wanazunguka tu, wanazunguka, yani wanatufanyia PR. Ni kama sijui intelligence wanafanya kazi gani ya ukweli. Ni kama intelligence yao ni ya kuchunguza sisi, si kuchunguza bande yote. So they are unfair. So tunataka rais aondoe security yote ya Baringo, tupewe wengine. Hatutaki hawa kabisa. All the people who are affected are NPRs. What we think should happen is that there should be a systematic way of vetting without leaving the area to be vulnerable. I am appealing to the government, particularly the security arm of government, to use an intelligence-led approach to be able. Ni taarifa ya kuhuzunisha hiyo, mpenzi mtazamaji. Niruhusu niweze kumeza mate, nitarejea na taarifa zaidi, ikiwemo taarifa ya Mulembe, muungano wa umoja wa jamii kutoka magharibi mwa Kenya, ama jamii za Mulembe. Usiende mbali. Tuko na 18,000 empowered women and men na youth na hiyo sako yetu ambayo iko na over 300 million ambazo tumecreate kutoka zero. NDC Empowerment Sacco ni chama cha akiba na mikopo. Mwenye anataka kujiunga awe ameitimiza miaka 18. Tunahitaji kuwa na fotokopi ya kitambulisho, passport size photo. Pesa ambazo zinalipwa ili kujiunga na chama chetu ni shilingi 200. 100 ni ya kujiandikisha na ile ingine ni ya passbook. Kila mwanachama anahitaji kuwa amelipa hisa 5 ambazo ni za 5,000. Tunaruhusu kulipa polepole. Akiba huwa tunaruhusu shilingi 130 kiwango cha chini, na hakuna kiwango cha juu cha akiba. 1,000,000 tunaweza kushukuru ili tuweze kuwa empower members wetu. Imenijenga sana. Mimi ni mmoja kati wa wale wanafurahia. Wale hamjajua maana ya sako, mjoin sako na muingie katika biashara.
Karibu tena. Sasa tukielekea magharibi mwa Kenya ni kwamba mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wametaka jamii ya Mulembe kuongea kwa sauti moja ya kisiasa ili wazidi kuheshimika. Viongozi hawa pia wakiendelea kupigia upato azma ya Rais Ruto ya urais mwaka 2027 wamewataka Wakenya kutodanganyika, kwani Rais Ruto yuko na uwezo mkubwa wa kunyakua kiti hiki. Wamezungumza haya katika kaunti ya Vihiga. Wakati huu siasa za mwaka 2027 zimeonekana kuanza kuchacha nchini, viongozi kadha wakijitosa ulingoni. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wamewataka wakazi wa magharibi mwa Kenya kuungana pamoja na kuongea na sauti moja ya kisiasa ili kuheshimika nchini. Umoja wetu katika eneo hii. Je, munataka tuungane ama tutawanyike? Munataka tuungane ama tutawanyike? So, the speaker and myself are not in the business of lying to our people. Hatuko kwa biashara ya kuleta uongo kwa watu wetu. Mambo ya umoja wa region hii ili tuweze kuheshimika na kuungana na region zingine kujenga umoja wa nchi yetu. Hiyo tunaunga mkono. Wetangula akisema kuwa kama viongozi wanafanya juu chini kuhakikisha kuwa ushirikiano wao na wananchi ni wakufana kila siku, hapa pia akiwarai kuendelea kuunga mkono Rais Ruto, kwani ni yeye tu ana uwezo wa kunyakua rais mwaka 2027. Na tunajua katika safari ya kisiasa, hata ukiwa mwerefu namna gani, kama huna network na wananchi, utaangukia patupu. Na sisi tunataka network yetu na nyinyi kila wakati iwe at high performance. Ndio tunakuja hapa leo kusema kama region, jamii zinazokaa hapa lazima tuungane. Lazima tutembee pamoja. Lazima tusungumuze lugha moja ya kisiasa, ya kimaendeleo. Tuunge rais wetu mkono, kwa sababu kila wakati, kila kukicha mambo yetu anakuwa na sisi. Anakuja, tunakaa naye hapa Kakamega, tunakaa naye Bungoma, na yeye anajua vile mambo inaenda. Mheshimiwa Ruto alicharaza wale watu wote akiwa nje, na wakiwa na hayo mamlaka yote aliwacharaza. Sasa yeye yuko na serikali, na yuko na Weta, na yuko na Mudavadi, na yuko na hao wajumbe, na na serikali. Do not be cheated. Aidha, Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kuheshimu wadhifa wa urais na taasisi za kiserikali, kwani hili lisipofanyika huenda taifa likatumbukia katika shimo kubwa, akiwataka Wakenya kukoma kueneza taarifa hasi. The biggest threat to any nation is not necessarily terrorism or gangsters. The biggest threat to any nation is when critical institutions of that nation are dismantled or are undermined so that they don't function. That is the biggest threat to any nation. Viongozi hao wameendelea kupigia upato miradi ya serikali, bima ya afya ya SHA na kuwataka wananchi kujisajili. Wabunge wameendelea kutetea mgao wa fedha za NG-CDF wakishinikiza kusitishwa kwa mchakato wa kuondolewa kwa fedha hizo. Mbunge wa Malindi Amina Mnyazi akibaini kuwa fedha hizo zimechangia pakubwa katika kuwasaidia wanafunzi wasio na uwezo wa kifedha kuendeleza masomo yao, wakiongeza kuwa kuondolewa kwa NG-CDF kutaathiri sekta ya elimu nchini. Leo hii CDF ikiondolewa,
Shule hii moja watoto 1815 wanakwenda kupatiwa ufadhili wa NG-CDF. Mkiondoa hiyo CDF, hata kama ni ile pesa kidogo, hao wazazi watakwenda wapi? Watafanya nini? Si unaona itakuwa ni shida hiyo? Hata kama ni katite, lakini si mnapata. Si wasukuma hiyo hesabu. Kisha kuna mtu ambaye anasema tifanye nini? Ikiondolewa hao wanafunzi wangu 5419 nitawafanyaje? Nitawafanyaje? I would want it to be anchored in the constitution because it has been used as an item for campaigns. Now we know that the campaigns are coming in 2027 and there are some people who have no other idea. They have no other program, no even a vision for helping this country. But what they want is to destroy something that has been working. Katika kuadhimisha siku ya kitaifa ya utunzi wa mazingira, walimu wanafunzi wa shule ya upili ya Kitanga iliyoko kaunti ya Machakos, shirika la misitu nchini KFS, machifu pamoja na jamii walishiriki kwa kupanda miti katika shule mbalimbali kaunti ya Machakos. Hata hivyo, ukosefu wa maji katika maeneo hayo umekuwa changamoto katika utunzi na ukuaji wa miti. Kulingana na naibu chifu wa Kitanga Daniel Maweu, tangu mpango huo kuanzishwa mwaka jana na Wizara ya Usalama wa Taifa, eneo la Kitanga pekee wamepanda miti 40,000. Ni kwenye shughuli ya upanzi wa miti katika shule mbalimbali kaunti ya Machakos, wakati ambao washikadau mbalimbali wamejitokeza katika shule ya upili ya Kitanga, eneo la Mua, kaunti ya Machakos. Hafla hiyo na iliyoongozwa na shirika la misitu nchini KFS na machifu kutoka eneo hilo walifanikiwa kupanda miti zaidi ya 1,000. Leo tulikuwa na upandaji wa miti katika Kitanga Secondary School. Miti inaleta mvua na inaleta hewa nzuri katika maisha yetu. Wenye wapandi miti tunawahimiza ya kwamba wapande miti ili tupate mvua kwa wingi. Maana bila miti kuacha inji iwe jangwa inalete maafa. Lakini tukipanda miti tunazuia maarifu ya inji. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Kitanga Adeline Ouko akishukuru shirika la KFS kwa kuwapa miche ya miti ili kufanikisha upanzi huo. Adelaide Ouko, the acting principal at Kitanga Secondary School. Yeah, as we all know, today is Climate Action Day. And so we have decided as a school to plant trees. We want to thank the Ministry of Forestry who have provided trees for us. We also want to thank the area chief who came along with them. Wazee wa kijiji eneo la Kitanga wakilalamikia uhaba wa maji ambao umepelekea miti mingi kukosa kunawiri na kuitaka serikali angalau kuwajengea kisima. Moto ile tunapitia hapa sana tukipanda miti ni mambo ya maji. Kwa hivyo ni mimi naimiza serikali tukipata borehole pande hii tunaweza hata kupanda miti 10,000 hatuwe tunamwagilia maji na ile miti tumepanda inaendelea mzuri. Kufikia sasa tangu mpango huo wa upanzi wa miti kuanzishwa na Wizara ya Usalama, eneo la Kitanga limeweza kupandwa miti zaidi ya 40,000. It is an initiative that our President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, has advised us that we plant trees up to, I think, 2032. We should have planted how many billion? 15 billion trees. And so we want to be part of the journey. That is why today we decided, including the ones I am with here are community members. We decided that we want to plant these trees to make sure that our country becomes green throughout. Tuone ile miti tumepanda iko sawa. Na mimi naimiza assistant chief, hata hiyo mwaka ingine inakuja, tulete miti 5,000 katika hii eneo, ndio tuone eneo letu ya Kitanga sublocation inaendelea na kukua sana sana na kupanda na upandaji wa miti. Sebastian Maria, Undugu TV.
Kampuni ya Lake Gas imewekeza kiwanda cha bilioni 103 cha gesi katika kaunti ya Kilifi. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi akibaini kuwa kiwanda hicho kitasaidia sana kupunguza bei ya gesi, jambo ambalo litakuwa afueni kwa Mkenya. That as government we are committed to providing an enabling environment for the private sector to invest their money and for them to create employment opportunities for our young people. And therefore, I must commend the leadership of Lake Gas for this wonderful initiative and for taking their time to invest in this facility, which so far I'm told has cost about $80 million. It's not small money, okay? And as you can see, they're already in the second phase of establishing some more 15,000 metric tons of storage facility, in addition to the existing 10,000 metric tons. So in the end, this facility will have 25,000 metric tons capacity for storage of LPG gas, which will go a long way in ensuring security of supply of LPG gas to the people of this country. And of course, that will translate into reducing the ultimate cost of this product to wananchi themselves. So ultimate objective is to ensure that the price of LPG gas reduces, because we believe strongly that currently LPG gas is overpriced in this country. And therefore, if we open up this space to more people to bring in LPG and for more volumes to flow in, ultimately the forces of demand and supply will set in and the price will get its level. Wawekezaji wengi sana wameonyesha nia ya kuwekeza hapa Kilifi. Tayari ukienda kwa investment ministry na Ken Invest, utaona zaidi ya wafanyabiashara 200 kutoka Ulaya na nchi zingine wameshatoa maombi ya kuja kufanya uwekezaji hapa Kilifi. Kwa hivyo tunashukuru sana na tutaendelea kuunga mkono na kuwapa mazingira ya kuendesha biashara. Katibu wa usalama wa ndani Dr. Raymond Omolo amewahakikishia wakazi wa Machakos kuwa serikali itajitahidi kuhakikisha inakabiliana na unyakuzi wa ardhi katika kaunti hiyo. Omolo ametaja unyakuzi wa ardhi ni moja kati ya changamoto kuu katika kaunti ya Machakos, akibaini kuwa hawatokubali wanaendelea kuwanyanyasa wengine kupitia unyakuzi huo. We must have a candid conversation with the industries. Those who run the industries in Athi River, those who do business in Athi River, so that we support the government in undertaking programs that will make this sub-county the sub-county that we want it to be, that would make Athi River and would make Machakos County a beautiful county. It is not possible that people will extract all the money from Machakos and take it elsewhere without giving back to the people of Machakos. So I would want to challenge the leaders here and the community as a whole. Let's have a very good working relationship. Let's have these engagements. One of the biggest challenges on security in Machakos are issues to do with land grabbing and squatters who are marauding, squatters for hire. And we agreed in that meeting that this is a vice that we must confront, and we must make it clear that Machakos County will not entertain people who want to deprive genuine landowners of their parcels of land. Na ningeomba wazazi tusaidie hao wanafunzi wasikose kukuja kwa shule. Ndio maana tuko na walimu hapa na tuko na board of management na Parents Teachers Association. We must find a way of working closely so that we address the challenge of drop-off. Na tukiangazia taarifa za spoti ni kwamba timu ya Manchester City ilicharaza Wolverhampton Wanderers bao 1-0, Rayo Vallecano ikilaza Getafe bao 1-0, huku mechi kati ya Torino na Venezia ikitoka sare ya bao 1-1.